na kijana mwenye alipigwa risasi ni wangu, naitwa Boniface Mwangi Kariuki, na anafanyaga kazi ya hawking. Sasa alikuwa anauza mask na mimi pia ni hawking, na sema nimemlea kwa shida sana, lakini sasa niko na huzuni kulingana na sasa mahali yako, lakini si mbaya sana, naomba bado atakuwa poa. Kijana kwa miaka ngapi? Miaka 20. Miaka 22. Akija shughuli zake za kawaida huwa anatokea mtaa gani Nairobi? Anauziaga huko, anatoka Makandara, anauziaga huko kwa Mashi na huko. Senator, tumeona mmejaribu kumuona kijana, unaweza ukatuelezea mmekuta nini katika hiyo ward ya ICU? Jambo la kwanza ni kuwa vile nimesoma kwa mtandao wa kijana maaga asubuhi, niliamua kuthibitisha kama hilo jambo ni la kweli ama si la kweli. Nikapigia daktari hapa Kenyatta ambaye tuna uhusiano, na nikamuomba aende pia hakikishe. Akaniambia pia alikuwa ameona hiyo social media post, lakini alipoenda kule kwenye kanipigia simu akasema kwamba kijana yuko hai na naweza kuja nikamuona. Na hapo ndio nikatoka kuja kumuona, lakini nimefika hapa na nimezuiliwa kuingia kule, lakini sio kitu kwangu, sio kitu muhimu, lazima nimuone kwa macho. Nikuhakikishia kwamba ako hai, mimi nimetosheka, na kama vile wamesema hawataki niingie kule, sitaingia kule. Nitasema tu tuzidi kumuombea Mungu ili hao madaktari ambao wanamshughulikia waweze kuokoa maisha yake. Hai, personally mimi tumeweza kumuona na baba yake, na tumeweza kuona hapo uhai. Ile notion yenye iko kwa social media ati ameweza kuiaga dunia, ningetaka kuclarify kwa Wakenya kuwa Boniface Kariuki Mwangi hapo uhai, na tunamuombea Mungu ili condition yake iweze kuwa poa. Manake huyo ni kijana mdogo, alikuwa anajitafutia. Vijana wengi walikuwa wanaibia watu, lakini yeye alikuwa anauza mask vizuri, na tungeweza kusema ya kwamba mambo ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa letu la Kenya, kuona askari wakisumbua vijana wakifanya biashara zao, ni makosa sana. So sisi tungetaka kusema this nyancha, tungetaka kusema ya kwamba Boniface Kariuki Mwangi hapo hai, na tungezidi kusema ya kwamba tuweze kumuombea ili aweze kuendelea vizuri. Hayo tu ndio tungeweza kusema kwa sasa.